nilijua yatakuja kutokea kwa sababu ya quality. Dar es Salaam Africans wana quality kubwa, na ukiangalia jinsi ambavyo wamecheza compact kuanzia kipindi cha kwanza, ilikuwa ni wao wenyewe kufanya maamuzi ya kumaliza huu mchezo kipindi cha kwanza, kwa sababu walitengeneza nafasi nyingi, walishindwa kutucompete kuwa magoli. Lakini yote kwa yote dakika 90 zimekwisha. Mimi kwanza nawapongeza wachezaji wangu wa Simba Sports Club kwa sababu hiki ambacho leo wamekitoa kwa asilimia kubwa. Toka awali kila mtu alikuwa anafahamu kwamba timu inakwenda kutengenezwa, na mimi kama Simba nilijitengeneza kwenye kisaikolojia kwamba siwapi nafasi kubwa sana Simba Sports Club kwenda kutangazwa kuwa mabingwa. Niliwatoa kabisa kwenye engo ya ubingwa. Lakini matokeo kama haya yameniumiza mimi kama shabiki wa Simba. Naamini next season tutakwenda kujipanga vizuri na kufanya vizuri kama nilivyoahidi kwamba Simba naanza kuwadai 25 26 ubingwa, lakini sio 24 25. Mwezi wa 3 tarehe 8 baada ya dabi kuahirishwa, ulitoka wazi na kusema sawa kwenu kwa sababu timu yako haikuwa tayari. Je, leo bado haikuwa tayari? Of course Simba bado walikuwa hawako tayari katika image, kwa sababu ukiangalia the scenario ambazo zilikuwa zinaendelea na pia kutotoa tamko, ukiangalia kabisa hata wachezaji walikuwa hawako tayari kwenda kupambana katika mechi ya leo. Ukiangalia hata fitness mchezaji mmoja mmoja, jinsi ambavyo rotation ambayo imefanyika, ni ukiangalia kikosi ambacho kimekwenda kucheza mashindano ya kombe la shirikisho tofauti kabisa na performance ambayo Simba leo wamecheza. Lakini yote kwa yote mimi naamini kabisa hiki ndio hasa tulichopanga kukipata, na mimi kama Simba toka mwanzo wa ligi niliongea kwamba Simba sitegemei kwamba Simba wataenda kuchukua kikombe cha aina yoyote, na hii leo kauli yangu leo imethibitika na watu. Naamini sasa, naomba waamini kwamba mpira sio maneno. Mpira lazima ufuate procedure, mpira lazima uangalie kuna taratibu za mpira zinachezwa. Mtu anaweza kanaamini kwamba Simba kwa nini ameongea mapema kitu kama hiki na kimekwenda kutokea, sababu mimi nahitaji watu waniheshimu pia, kwa sababu mimi ni muumini kwanza kuheshimu mpinzani, na pia naheshimu sana mpira. Yote kwa yote, kwanza nawapongeza sana Simba Sports Club kwa hapa walipofikia. Sikutegemea kama Simba wanaweza kutengeneza bato kubwa na Yanga ambaye ndio contender mkubwa ambaye tulikuwa tunamtegemea katika msimu huu, kwa sababu nikisema hivyo nina ushahidi wa matukio, kwa sababu Yanga ni mzuri ndani ya miaka mitatu mfululizo. Kwa hiyo ni minne tunajumlisha pamoja na huu. Kwa hiyo mimi niliamini kwamba kikosi cha Dar es Salaam Africans kimekaa pamoja zaidi ya miaka minne mitano. Kwa hiyo mimi naamini kabisa kwamba Yanga leo hii wamedhihirisha kwamba wao ni bora kwenye vilabu vyote 16 ndani ya Tanzania. Ni wazi sasa kusema nyie mna wachezaji wazuri, sio quality player? Hapana, mimi naamini maingizo ya wachezaji wengi ndani ya Simba Sports Club ilikuwa ni sababu kubwa ya sisi kwenda kufanya haya. Mimi naamini hakuna mchezaji mbaya ndani ya Simba Sports Club. Inahitajika tuwape muda wachezaji wetu ili waje wafanye vizuri zaidi kwenye msimu unaokuja. Mimi naamini mashabiki pamoja na viongozi tuwe kitu kimoja, na pia mashabiki wajaribu kunisikiliza mimi ninachoongea kama Simba. Wasiwe na matarajio makubwa sana hata kwenye malengo yao ya kimaisha. Waweke malengo ya chini, yakija ya juu it's okay, inakuwa ni kama vile ni bonus. Kwa hiyo ukijiwekea malengo ya juu zaidi, ukija kukosa unaweza ukasikitika zaidi, au unaweza kaamua hata kujiua. Kwa hiyo mimi kama Simba, kwangu mimi leo nipo comfortable kabisa, nimepokea matokeo nikiwa, kwa sababu nimeamini yatakuja kutokea mwisho wa msimu. Mmefungwa dabi 5 mfululizo, ni sawa sasa kusema kuiga kwa Young Africans sio dhambi, mjifunze kwao? Mimi naamini kabisa kwenye Simba na Yanga ukiongelea kitu kama hicho, kuna baadhi ya mashabiki watakuja kukuataki kwa lugha mbaya, lakini mimi naamini kitu ambacho ndani ya Dar es Salaam Africans kuna vitu vingi sana vya kuiga, hasa nikiangalia kwenye management. Kwenye management wao wametulia, wamefanya rotation ya makocha zaidi ya 3 pamoja na sintofahamu za hapa na pale, lakini Yanga haija struggle, walisimama katika performance yao ile ile. Hadi kadhalika ndio hiki unachokiona matunda yao. Sababu kubwa hasa ni nini? Walikuwa wana wachezaji wa aina moja ambao wote walikuwa ndani ya ligi yetu, na wote ukiangalia katika misimu yote mitatu wapo. Ongezeko la wachezaji ni wachache sana ambao walikuwa hawajaungana na Yanga katika msimu yote mitatu, na wote ambao wameungana na Yanga walikuwa wana uzoefu ndani ya ligi yetu. Na mzungumzia mtu kama Prince Dube, Clatous Chota Chama, Israel Patrick Mwenda, ndivyo Duke Abuya, ni wachezaji ambao kwenye ardhi ya Mama Samia wana uzoefu wa kujua ubovu wa viwanja, mbinu ambazo zinatumika kwenye dabi, vitu obvious ambavyo vinaweza kukuharibu wewe kuingia kwenye changamoto ya mashabiki, kwa sababu wachezaji wengi wa kibongo au labda wa nje wanaoingia hapa, mashabiki wakiwapiga pressure wanaharibu kucheza kile kitu ambacho wao kwani kushika kile kitu ambacho wamepewa na mwalimu, kinaharibu structure nzima ya performance yake. Pacome Pedro Zuzu anastahili kuwa MVP, ni miongoni mwa mtu ambaye amechukua tuzo za mchezaji bora wa mechi mara nyingi zaidi. Mimi naamini kabisa hilo, nilishawahi kuliongea kutoka kwenye press ambazo nimeshazifanya kwamba MVP wangu wa 24 25 ni Pacome Zuzu. No comments, no discussion yoyote katika hilo. Mimi naamini, mimi ni mtu wa mpira, siwezi kusema kwamba leo nampa MVP Pacome Zuzu kwa sababu ya kuyamko singizini hapa kwa kile kitu alichokifanya. Ana tuzo 7
za man of the match, mchezaji bora. Leo hii ni ya 8 nataka ukichukua. Kwa hiyo mimi naamini kabisa amestahili kuwa MVP wa NBC Premier League mwaka wa 24 25. Simba leo wamecheza kiwango chao, lakini watu wengi wanazungumza labda kutokuwa mashabiki wengi uwanjani imesababisha labda timu kuwa down, kucheza kwa morali ya mashabiki, kutokuwa na mchezaji wa 12 uwanjani. Kwa hiyo umeonaje performance ya Simba leo? Kuna viashiria mashabiki kwamba kuweza kufanya matokeo kwa hivi? Mimi naamini kwamba ilikuwa sio sababu mchezaji yeye inategemea na yeye alipojiandaa jinsi kwenda kupambana pale uwanjani. Ukizingatia management imechelewa kwenda kutoa sauti ya kauli moja kwamba tunakwenda kucheza. Wao walikuwa na mind game athara zake ndio hizi. Inahitajika timu wenyewe pia uwatengeneze mentality wachezaji kwamba tunakwenda kucheza. Na kuna mambo mengi hapo ndani ya uongozi ambao yalikuwa yanaendelea. Mfano lipi sasa? Ya mfano ni kuhusu kwamba mwekezaji baada ile pesa kutoka CAF yeye alikuwa nayo hataki kuitoa. Kwa hiyo ina maana wachezaji pia unaweza kukuta ni morali walikuwa nao wamekufa nguvu. Ile B moja ambao wamepata katika finali ya kombe la CAF la shirikisho, yeye bosi alikuwa amekaa nayo. Mwisho wa siku alikuwa anashindwa kuikabidhi sehemu kwa sababu ya hii scenario ambayo imetokea ya hizi game leo hii na Mangungu kwenda Chamwino, ilikuwa yeye kama kasusiwa timu. Lakini yote yamekwisha. Mimi na wapongeza management kwa yote ambayo yametokea, yameisha. Tuanze msimu ujao. Mimi naamini wachezaji wangu wote wa Simba wapo vizuri na msimu unaokuja watakuwa vizuri sana katika kutetea ubingwa. Kipindi msimu unaanza ulisema kwamba huwaoni kama Simba akichukua ubingwa, lakini kipi ambacho kilikuwa kinakupa matumaini kwa Young Africans hii ambayo imeonekana ina downs nyingi msimu? Ukiangalia pia michuano ya kimataifa wametokea hatua ya makundi mapema kabisa. Mimi nilikuwa nimetengeneza imani na Young Africans kwa sababu ndo bingwa mtetezi. Bingwa mtetezi lazima umpe nafasi kubwa kwenda kutetea ubingwa wake. Hilo ni moja. Pili, Simba wamefanya transition kubwa sana ya kikosi. Toka ipo Misri pre-season nilikata tamaa kabisa kusema kwamba moja kwa moja Simba anakwenda kuwapa ubingwa. Hicho kitu ambacho nimewapa Yanga ubingwa mapema kwa sababu ya ile chemistry ambayo wako nayo. Umoja, timu ipo compact kwa wachezaji wote. Ukiangalia msimu wa kwanza ambao wameanza na Nabi na Gamond mpaka anakuja Lamovic, anakuja huyu Milud. Ukiangalia Yanga pamoja na kuingia matatizo hapa na pale, walisimama muhimili mmoja kupambana, hakikisha kwamba Yanga wanafikia malengo yao. Yote kwa yote mimi naamini Yanga wamefanikiwa pakubwa. Hata ukiangalia numbers leo wamefunga goli mbili katika 81, goli ambalo ukijumlisha na 81 ambao nyuma wamefunga ina maana ni 83 pointi 80. Kwa hiyo wameenda kuzidi malengo ambao yale walikuwa mwaka jana wameyafikia. Kwa hiyo wameenda ku maintain kiwango na kuzidi kuwa zaidi ya kile ambacho wamekipata mwaka jana. Kwa hiyo ukiangalia ni timu ambayo ni bora kuzidi kiwango cha mwaka jana kwa numbers. Kwa mimi kama Sam Simba na wapongeza Dar es Salaam Africans wapinzani wangu pamoja na management kwa kuweza kuhimili vishindo hii kwenda kupata bato la hali ya juu pamoja na Simba Sports Club. Mimi naamini hivi ni vilabu bora katika nchi yetu ambavyo kwenye pitch vinaonesha bato ya aina yake na kila mtu anaamini kwamba kweli hii ni dabi ya 4 katika bara la Afrika. Sam Simba, wapo watu wanasema wachezaji wenu wamekuwa wachezaji wachanga, si wachezaji wa mechi kubwa. Ili unaliunga mkono, ni hoja ya msingi. Of course, mimi naweza nikaamini kwa sababu ndo wadogo. Naamini kauli ya Fadlu Davis alikiri akasema huyu Jean Charles Ahoua msimfananishe na mchezaji yoyote ambaye ametoka Simba kwenda sehemu yoyote, na maana alikuwa na compare na Chama. Uwezo wa Jean Charles Ahoua bado ni mdogo, rekodi yake bado ni changa. Juzi alipopiga hat-trick mechi na Pamba Jiji, ilikuwa ni mechi yake ya kwanza kupiga hat-trick. Na haya mashindano ya shirikisho aliocheza ni mara yake ya kwanza. Kwa mimi naamini udogo na uchanga wa baadhi ya wachezaji ambao wamecheza Simba ndio imesababisha kuwa labda na kutokuwa na consistency nzuri ndani ya Simba Sports Club. Lakini mimi naamini tuendelee kuamini kwa msimu unaokuja watafanya vizuri sana. Mimi naamini hilo. Ukiangalia Sanaa Seif kuwa beki bora wa msimu kwa mechi zimemalizika leo rasmi, mimi bila kupepesa macho, Dickson Jobu ni mchezaji wangu.